Okay. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu, naomba usiweze maelekezo. Naomba utuambie na ututhibitishie kama huyu ndiye Dorcas Ibrahim Kibula bibi harusi na mke wako mtarajiwa. Do whatever you can do to recognize her. Fanya kitu unaweza kufanya ili mtambue. Sogea mbele tena. Again. Funua. Naomba kusikia kutoka kwako. Je, huyo ndiye bibi harusi na mke mtarajiwa Dorcas Ibrahim Kibula? Kama ndiye, naomba kusikia kusema ni yeye. Ni yeye. Ibrahim Kibula aolewa na Isabel Lucian Louis. Mimi bibi harusi natoa ili aweze kuolewa na kijana Isabel. Na mchungaji ambao ni moja kwa moja katika Amen.
Haleluya. Najiona kabisa umevaa sare na nini na acha kuunga kwa mfano. Yesu amini baadaye. Sasa hivi hapa nimekaa ningeunga. Haleluya. Praise God. Okay, nimeenda kwingine. Kwa nini sasa ndio? Karibu sana. Okay, God bless you so much. Tutakachokifanya wakati baada ya kuwa tumefika wamefika Mungu mahali. If you guys don't mind, naomba simame. Mungu wetu tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu. Asante kwa amani kwa ibada hii ya ndoa, na tunakushukuru kwa ajili ya Xavier na Dorcas. Siku ambayo umekuwa tukitarajia kwa muda mrefu, na sasa ndio siku yenyewe. Yehova mfalme wa falme, tunapoanza na tunapoendelea, fanikisha mambo yote yaliyo mbele yaliyosalia kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Alafu nimekuwa kumbe wote wanajua kucheza. Mtu mshesaba yuko kwa sababu anajua kucheza na mimi. Ila Dorcas anaonekana ni mwanakwaya wa Moses. Na ndoa kati ya wenzetu watumishi wa Mungu Xavier Anduye na Dorcas Kiula, na wamekwisha kufika sasa. Na ili tuweze kuendelea vizuri, naomba kirasmi nitambue uwepo wa watumishi wa Mungu ambao ni wageni. Mmoja alishajitambulisha kutoka CAG Simiyu, na wakati huu ni muombe mchungaji ambaye ni mjomba wa Dorcas aje kusalimia. Njoo mjomba mchungaji tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Mimi kwa jina naitwa mchungaji Godfrey Tangi kutoka Kiomboi wa kanisa la Evangelistic Assemblies of God, na ni mjomba wake na bibi harusi. Amen. Amen. Wow. Asante. Wamekuwepo hapa Dodoma kama wanachuo hapo University of Dodoma, na wanafahamiana, najuana sehemu kubwa, hata kama wanatoka maeneo tofauti na background tofauti, yet they are all born again. Tunafahamu wamezaliwa mara ya pili, wote wameokoka. Kwa mujibu wa neno la Mungu, huwa hatufundishi ndoa kati ya mtu aliyeokoka na asiyeokoka. Na Biblia inasema msifungiwe dira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo, naomba sasa uniruhusu tuangalie neno la Mungu linasemaje. Katika Mwanzo sura ile ya pili, kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili, ninasoma mstari ule maarufu wa 18, alafu nitasoma mstari wa 24. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Si vema huyo mtu awe peke yake. Alikuwa ni mtu gani huyo? Adamu. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe, nao watakuwa mwili nini? Praise God. Watakuwa mwili mmoja. Mithali sura ya 18 mstari wa 22. Jamani, ndiko tu yaseme. Wife, you find a good thing. Kuna kitu chema unakipata. Okay. Sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 28. Waefeso.
Mchungaji, mbona soma mistari mingi sasa? Je, Waefeso sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 28. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha nani? Cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo mwapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza, kama Kristo naye alivyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo. Mstari wa 31 na 33 anasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, atamatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Yani Exaven anaacha wazazi wake, Dorcas the same anaacha wazazi wake, they make one life together, wanakuwa mwili mmoja. Haleluya! Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Kiingereza kinasema kumrespect, kumheshimu mumewe, asikose kumheshimu mumewe. Wapendwa, ndoa ni kitu ambacho kinafahamika, ni kitu ambacho kinafahamika kwa watu wote, lakini ndoa sio idea ya mtu. Ndoa ni idea ya Mungu, it's God's idea. Na kwa sababu ndoa ni idea ya Mungu, ni wazo la Mungu, imeanzishwa na Mungu, ndio maana wachungaji wenzangu nakataa kidogo wala ambao wanasema ndoa ni jambo la kimwili. Well, in the first place, ndoa sio jambo la kimwili. Ndoa ni jambo la kiroho, kwa sababu kitu chochote ambacho ni word based kipo sawa na neno, it is spiritual kwa nature. Kwa nasema ni ya kiroho kwa sababu ni Mungu ndiye alianzisha, na Mungu ndiye alitaka ndoa iwe. Na ndio maana ilienda vizuri pia, lazima kumtegemea Mungu na kuangalia neno lake linasemaje kwa wote wawili, mume na mke. So kuna instructions ziko hapa, mwanaume afanye nini, mwanamke afanye nini. Kama hizo Waefeso ziko very direct, moja kwa moja. Na hapa kwenye mke na mume anaposema mwanamume kumpenda mke wake, Biblia inasema kama Kristo alivyolipenda kanisa. Na ukisoma katika Warumi, Biblia inasema Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa alitupenda with agape kind of love. Agape kind of love ni upendo usio na masharti. Bwana Yesu asifiwe. Upendo usio na masharti. Kwa hiyo Kristo alilipenda kanisa, pamoja na kwamba lilikuwa limemesa, yani lilikuwa halipendeki, akalipenda. Kwa Biblia inasema waume wapende wake zao hivyo hivyo. Ukija kwa wanawake, hapa nasema wanawake ni kama kanisa, kama vile kanisa limtiivyo Kristo, wake nao wawatii waume zao hivyo hivyo, maana mume ni kichwa cha mkewe. Hivyo maandiko yanasema. Vinginevyo tofauti na neno ni filosofi ambayo izalibibiko, ni dhana tu ambayo sio ya Biblia. Tunaweza tukaingiza mila, desturi, vitu gani, lakini
haviko sawa na neno. Neno limesema, that's it. Na ndoa ni kati ya mwanaume na mwanamke, sio vinginevyo, na wala hakuna haja ya mjadala mrefu. Kama mwanaume anaweza kawa mke au mwanamke anaweza kawa mme, hiyo haina mjadala. Na tunaishi katika ulimwengu uliochanganyikiwa eti. Na bahati mbaya sana, hata kwenye baadhi ya makanisa, sio hapa kwetu, ulimwenguni hapa, wanakubaliana na ndoa za jinsia moja yapo kwenye nchi za wenzetu, na taratibu vinakuja mpaka kwetu. Sio sahihi, wala hitaji hata mjadala hata nini. Is not the Bible, wala hatuwezi kukaa kwanza kujadiliana kama ni kweli, kama inastahili au haistahili. Hiyo sio Biblia. Kwa hiyo kama sio Biblia, maana yake haifai, sio neno. Unajua, hakuna cha unajua. Biblia inasema alimuumba mtu mume na mtu mke, pamoja they make one life, wanakuwa mwili mmoja. Lakini ukisema wewe ni mwanaume alafu na mke wako tena mwanaume, ni mwanamke na mke wako tena mwanamke, no, it's not there in the Bible. Maana ni dhambi iliyopitiliza. Mtu mmoja, mhubiri mmoja maarufu sana, aliwahi sema, nadhani alikuwa Ben Brown, kama Mungu hata yukumu, kulikuwa na mambo yanaendelea sana huko Marekani, akasema kama Mungu hata yukumu Marekani, inabidi apologize kwa watu wa Sodoma na Gomora. Maana yake ni rahisi tu hapo. Usiangalie ile amesema aombe radhi kwa watu wa Sodoma na Gomora. Hapo maana yake tu ni kwamba is no, different. Haitofautiani na Sodoma na Gomora jinsi alivyo. Kwa waume wapendwa wake zao, wake waheshimu waume zao, lakini kwa pamoja kupendana. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa sio mkataba. Wasikia kuna ndoa za mikataba na ndoa zinafungwa kwenye nchi zingine. Unafanya mkataba, funga ndoa, imani mtu apate uraia sio nini. Lakini ndoa is not a contract, is a covenant. Ndoa ni agano, sio mkataba. Agano halivunjiki. Na agano mara nyingi kusoma kwenye Biblia, agano lilikuwa linafanywa kwa damu. Sasa ili livunjike, basi damu mwagike tena. If that's the case. Lakini agano haliwezi kuvunjika. Ndoa inavunjika. Mkataba unavunjika. Ndoa ni agano, na kwa sababu hiyo katika mawazo ya Mungu haivunjiki. Sasa mbona Biblia inasema Musa aliwapatia ruhusa kutoa taraka? Biblia iko wazi. Walipomuuliza Yesu, akasema ilikuwaje Musa akatoa ruhusa watu kuwapa taraka wake zao? Akasema ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ndio maana aliruhusu, na sio vinginevyo. Kwa hiyo maana kama nimeachika maana yake nina dhambi? No, sio lazima uwe na dhambi. Umeachika, sasa huwezi kumlazimisha mtu. Amekuacha, sasa unafanyaje? Usikasema ni dhambi. Sasa maana yake ameviolate hiyo kanuni ya Mungu. Sasa unakaaje unasema ni dhambi? Ila ndio inapokuwa imefungwa, yaani Kristo, watu waliookoka, nazungumza ni agano. Na ndio maana katika ile Malaki sura ya 2 mstari wa 14 anasema kama anavyosema. Halafu nisome eneo jingine moja. Malaki kwenye Biblia yako Okay, sura ya 2 mstari wa 14 anasema, lakini ninyi mwasema ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Mke wa agano, sio mke wa mkataba. So unajua mkataba unakuwa na zile terms kwenye mkataba, lazima kuwe na muda. Ndio maana sasa hivi tuna mjadala mrefu sana kuhusu mikataba unaoendelea.
mkataba, tunajadili. Sasa pale watu wanahoji muda, miaka mingapi? Maana ndio kawaida ya mkataba, muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mkataba huo, na mkataba unaweza kuvunjwa kama pati moja, upande mmoja umekiuka masharti. Maana kila upande kuna vitu unatakiwa ufanye kwenye mkataba. Kwa hiyo upande mmoja ukikiuka, mkataba unaweza kuvunjwa. Sasa ndoa sio mkataba, lakini pia ndoa sio majaribio. Majaribisho unajaribu, ngoja nijaribu, if it works then naendelea, if it doesn't sitaendelea nayo. Ukiingia umeingia. Tuko pamoja, mtumishi Xavier, upo Dorcas, si uko pale? Si hakuna aliyekulazimisha ukubali. Huyo mtu wa wapi? Si Mahenge, si wapi, si Morogoro gani? Si hatuna taarifa, hatujui. Najua watu wameokoka. Biblia inazungumza, inasema msifungiwe jela pamoja na wasioamini kwa jinsi hiyo sawa sawa, wote mnaokoka isimu. Kwenye kujua mapenzi ya Mungu kuna namna mbili. Ile by principle and by revelation. By principle manake aliokoka amoe au aolewe na aliokoka. By revelation ni pale ambapo unatakiwa kuoa mmoja na wengi wameokoka, kwa hiyo unampata kwa revelation. Naamini Xavier alipata kwa revelation na ukamkubali kwa ufunuo huo. Kwa kama mlivyokubaliana mwende namna hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haina maana kwamba hamwezi kupishana, mgongano wa mawazo unaosikaweka ili maendeleo yaweze kutokea. So bila kugongana mawazo kidogo hamwezi kuwa na maendeleo. Hiyo ni kwa wote waliooa na kuolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vya kawaida tu vya kugongana mawazo. Sizungumzii vile vilivyopitiliza vya shetani. Nazungumzia mgongano wa nini? Wa mawazo. Huyu amekubali hiki, huyu hajakubali. Hata vyakula vyenyewe tunatofautiana. Yaani mimi kuna soda naipenda, inawezekana mke wangu anapenda nyingine. Ngani wengi wanasema Mirinda ni soda za kike. Lakini naelewa kabisa wanaume ambao wanakunywa Mirinda. Na wengine wako huko ndani. Soda haina Mirinda. Na wafahamu. Sina haja kuwataja. Ila ilithibitishwa kwamba Mirinda ni soda ya kike. Sasa sielewi kwa sababu ipi mimi sina nani. Mambo ya nutrition sijafanya. Angekuepo anything wa nutrition ndio anajua. Mimi sijafanya mambo na kina Msoga. Mpaka wa 7. Mara nyingi watu wanasoma mstari wa 7. Ngoja nianzie wa 7 ambao watu husoma sana. Sisi wanaume na wanawake. Pekee ambao haina mgogoro ni muhimu sana. Kumpa heshima mke wako kama chombo kisicho na nguvu. Understanding. Wengine wanaenda mbali zaidi. Wanasema anaposema kukabwa. So wanaacha ndio ndio kukabwa akili. Sio andiko. Ile andiko linasema, soma Kiingereza kinasema with understanding. Get to know. To understand. Kuomba kwenu usizuiliwe. Sasa. Ama nisome kwanza mstari wa kwanza. Pay close attention to that. Sio kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele. Tukimaliza ibada tutafuta wote waliosuka nywele. Wote. Viongozi mtaniandikia majina. Wote kila aliyesuka nywele. Sawa. Kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu hasa ninarudi kwa wanaume na supposed to do wanatakiwa kufanya, lakini ameanza kwa kusuka nywele nini hapa hivyo. Tutaenda kwenye mambo ya theology zaidi, ningekufafanulia sana. Nishafundisha zaidi ya kwa habari ya ndoa na maeneo ambayo kila mmoja. Ndoa ni taasisi muhimu na inatengenezwa na watu wawili, na vile mlivyopendana Xavier na Dorcas, upendo huo unalala sana wa ndoa kivile, lakini Mungu aliyeanzisha
vile neno linasema kwa habari ya ndoa. Sema amen. Lakini pia hakuna ndoa ambayo ni problem free. Inaweza kawa na mapishano kiasi yoyote. Naona kama natarajia kuingia kwenye ndoa. Ni rahisi kufanya ile sherehe ya harusi na nini, lakini ndoa is another thing altogether. Lakini Mungu anatusaidia, na ni maombi yangu na maombi yetu ya kwamba wale ambao hawajaolewa wapate waume wa kuoa, na wale ambao hawajaoa wapate wake wa kuoa, halafu maisha yasonge mbele, maana ni kusudi la Mungu. Baba, ulibariki neno lako ndani ya kila mmoja wetu, katika jina la Yesu naomba. Sema amen. Haleluya. Afunoka safari afutamwambia na kwanza tulishamaliza, ngoja tufundishe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye alivyo tu hapo exactly. Yaani haoni shida. Kuosha vyombo haoni shida. Kubeba. Ila sina wajibu. Unaweza kubeba watoto kweli. Maana mimi nilikuwa nabeba watoto. Wote watoto wao nimewabeba wote. Ni shahidi. Mke wangu ni shahidi. Si nani simbeba. Mgongoni. Juzi tulikuwa na kikao fulani Dar es Salaam, kaingia katoki fulani hapo. Si nini? Kaambia mimi nilikuwa nabeba. Wewe, ulikuwa unabebaje tu? Ulikuwa unatoka na nje. Na nje nilikuwa natoka kabisa na ndani natoka. Unaona? Nimembeba, hapo najua kumbeba mwenyewe, yaani sio nabebeshwa. Na mbeba mwenyewe, si Joshua naweka nafunga. Leo nilifundishwa na mama yangu nyumbani. Lakini sio kwanza kule. Sasa wadogo zangu tafanyaje na mimi nawabeba. Nikamwambia sio hiyo, tunaweza nikaweka ndoo kichwani, alafu natembea nayo na maji bila kushika. Alafu ndio kumcheka mchungaji ni dhambi jamani nini bana. Okay, praise God. I'm not kidding, serious. Kwa sasa tunakuja vijijini huko, yeye amezaliwa mjini tu hapo. Sisi tuko vijijini huko, tunakuja vijijini, maisha yendo hivyo, unakwenda kuchota maji huko. Hapo unaona shida tu kwenda Gombani pale, Gombani. Hatua swinga. Sisi tunafuata maji huko vijijini huko. Kuna watu wanatoka vijijini mnaelewa ninachosema. Miaka hiyo. Alafu unatuona kama wadogo kwa miaka mingi. Jamani, kwa huyu hajilei. Alafu ndio sasa nikisikia unamnyanyasa huyu mtoto wa watu jamani na upole unao. Itabidi niambie. Haiwezi kutokea. Praise God. Okay. So ya watu wengine moja tu. Ndugu zangu, tumekutanika hapa leo mbele ya Mwenyezi Mungu ili kuunganisha Exavel Duye na Dorcas Kiula katika ndoa takatifu ambayo imenenwa na Mtume Paulo kwa heshimiwa na watoto. Hivyo hafai mtu yeyote kuingia katika hali hiyo kwa haraka au kwa kutofikiri, bali kwa taratibu na katika kicho cha Mungu. Sasa Exavel na Dorcas wataka sasa kuingia katika hali hiyo takatifu, na mtu yeyote akiwa na sababu ya haki ya kuwazuia Exavel na Dorcas wasiunganishwe kwa halali aseme sasa au anyamaze kimya milele. Tulitangaza mara 3. Hii hapa anauliza ni mara ya 4. Ambaye ana sababu yoyote ya kusema tusiwafungishe hapa. Na inabidi unapotoa sababu tuambie kabisa. Vyakula vyetu tutapeleka wapi? Na yaani watu waliosafiri na kuja inakuaje? Kwa hiyo umejipanga, unapopinga umejipanga na kurudisha hizo gharama. Nyosha mkono unaipinga. Hakuna mpinzani. Ngoja niwarudie wao, wasikana wakajipinga wenyewe. Pingana. Na kuna ilishatokea hiyo story, mtu anafika pale, mmoja anaahirisha. Kuna ingine tokea Dar es Salaam, na leo anafaa kwa kanisa. Alikimbia.
Aliyekimbia alikuwa yaani alienda saluni huyo baba. Ndio maana baada ya kuwa kachelewa saluni kule, anaanza kaza asiyakuwa ameenda, lakini kumbuka ile story. Dapo yule baba kaishia. Kanisa kabisa la kipendwa la Pentecost. Yaani kaishia, lakini alikuwa na sababu kwa nini aliishia. Alikuwa anafunga ndoa. Mke wake wa awali akaja mle ndani na cheti cha ndoa. Kamdanganya binti wa watu. Sasa akiwa saluni akaambiwa kwamba ameingia na ana picha za siku ya harusi na ana cheti cha. Kaishia huko. Binti wa watu akapata. Sio nzuri. Kama mtakavyojua katika siku ya hukumu ya kutisha ambayo siri zote za binadamu wote zitafunuliwa, na wataka nini mseme sasa na maana yako examine na Dorcas na maana hii. Mmoja wenu akiwa na sababu yoyote ya kuhusiana msiunganishwe kwa halali katika ndoa takatifu aseme sasa. Kwa kuwa jueni sasa kwamba watu waunganishwao kwa jinsi tulivyoambiwa na neno la Mungu hawaunganishwi na Mungu, na hivyo ndoa yao si halali. Kama hakuna na ninyi pia mnyamaze kimya siku zote. Naomba niulize, nianzie kwa example. Bado na mpango wa kuendelea Dorcas? Wow. Praise God. Wacha turudie kwa Dorcas. Dorcas, vipi kuhusu wewe? Unaendelea na mpango huo kwamba utaolewa na mume au umeahirisha? Bado naendelea na mpango. Sasa nitasema na wewe example. Na wakati nasema hivi, let's go, twende moja kwa moja tu. Turn to each other. Nitakuuliza na kuna mengine tutasema, lakini bila kushika hivi. Example, Lucian Mduye. Wapenda kuwa na Dorcas Kiula awe mke wako wa kumwoa, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mwenyezi Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Utampenda na kumheshimu, utamlinda na kumtunza katika hali zote, na wengine wote utaepuka na kuwa na yeye peke yake siku zote mtakazoishi yote wawili. Kama ni hivyo, jibu nitafanya hivyo. Nitafanya hivyo. Dorcas Ibrahim Kiula, wapenda kuwa na example Lucian Mduye awe mume wako wa kukoa, ili mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mwenyezi Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Utampenda na kumheshimu, utamtii na kumtunza, na wengine wote utawaepuka na kuwa na yeye peke yake siku zote mtakazoishi wote wawili. Kama ni hivyo, na wewe sema nitafanya hivyo. Naomba sasa niongee neno haya. Mimi example Lucian Mduye. Mimi example Lucian Mduye. Ninakupokea wewe Dorcas Ibrahim Kiula. Ninakupokea wewe Dorcas Ibrahim Kiula. Uwe mke wangu wa halali. Uwe mke wangu wa halali. Kuwa nawe siku zote kutoka leo. Kuwa nawe siku zote kutoka leo. Katika hali zote. Katika hali zote. Nitakupenda na kukulinda siku zote tutakazoishi sote wawili. Siku zote tutakazoishi sote wawili. Kwa hiyo nakupa nadhiri yako. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Amen. Hiyo nadhiri ya maneno. Sasa naomba tuhamie kwa Dorcas. Dorcas, tutafuatishia maneno haya nyuma yangu. Mimi Dorcas Ibrahim Kiula. Mimi Dorcas Ibrahim Kiula. Ninakupokea wewe
Xavier Lucian Nduye, ninakupokea wewe Xavier Lucian Nduye, uwe mume wangu wa kunioa, uwe mume wangu wa kunioa, kuwa nawe siku zote kutoka leo, kuwa nawe siku zote kutoka leo, katika hali zote, katika hali zote, nitakupenda na kukutii siku zote tutakazoishi sote wawili. Siku zote tutakazoishi sote. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Nakupa nadhiri yangu. Okay. Sasa hizo nadhiri mmepeana. Nazikacha tu mkono kidogo. Mmepeana nadhiri za maneno. Tunaomba tuzione kwa vitendo. Here we go. Wow. Thank you. Na mimi huwa ni mtaalamu, najua nani ni nani, ya nani ni nani. Kipindi kile mimi tunafunga ndoa na mke wangu, hivi havikuwepo, hivi vibebeo havikuwepo. Kwa hiyo siku hizi mambo yameboreshwa sana. Praise God. Ngoja tuone. Watumishi wa Mungu, wachungaji wote naomba tuje please hapa mbele. Hapa zinanichanganya. Hapo nilifikiri naongea na nisikia mwenyewe, kumbe mnanisikia. Amna, hata kama zimechangamna najua. Karibu ni John, sasa tunaingia kwenye hatua fulani hivi tutawaombea. Unajua ni nini? Wewe shika hii. Mchungaji hawezi kukosea. Hallelujah. Praise God. Mchungaji nisaidie ndugu yangu. Si nilikuwa nimepatia. Hii ndio nilikuwa nimepatia. Sasa je. Unaona? Akasikia. Haina shida, Kigoma tunanauchi. Haleluya, Hosana. Nimepatia. Anahitaji kuwa roho. Okay, praise God. Kwa hiyo tutafanya Nduye Dorcas tanyosha mkono wa kushoto. Wa kushoto. Halafu atakuvalisha pete. Kama sio yenyewe tunaibadilisha tu. Mimi najua itakuwa yenyewe. Naona wow. Wait. Later. Ndio maana ya kuwa na wachungaji wengi, hapana tukumbusha. Mbona umetuita tuziombea alafu hatujaombea? Si ndio? Haya, tushike. Tuziombee kwanza. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Xavier na Dorcas. Xavier anakukalisha Dorcas, Dorcas anakukalisha Xavier, iwe ni agano kama ulivyosema katika neno lako. Na upendo miongoni mwao Bwana ukadumu. Na ndoa hii Bwana ukaibariki kwa utukufu wako. Kila kitu kinachoambatana na pete hizi kisicho cha kwako kiharibiwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunazibariki pete hizi kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tukiamini na kushukuru. Hallelujah. Amen. Kwa kibiamu na umepatia. Asante. Ngoja tuone. Ndio. Haya, na wewe jaribu, let's jaribu. Endelea, hakuna kujaribisha. Moja kwa moja. Sasa valishe kwenye kidole pete. Wow. Hivyo siku zote pete hizi ziwe ni ukumbusho wa nadhiri hizo mlizowekeana siku ya leo, tena ziwe alama ya upendo wenu mnaopendana. Praise God. Amen. Wakati mikono iko hivyo, mikono yenu miwili, kwa mamlaka niliyopewa na kanisa la Calvary Saints of God, lakini kwa mamlaka niliyopewa na Mungu ama mamlaka niliyopewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama msajili wa ndoa, ninatangaza sasa, kuanzia sasa, ya kwamba Xavier Lucian Nduye na Dorcas
Ibrahim Kiula. Kwa pamoja ni mke na mme na mme na mke kuanzia sasa, na kama neno la Mungu linavyosema, alichokiunganisha Mungu na aliyounganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Asante mfalme wa falme kwa ajili ya kiseme, tunakushukuru kwa ajili ya Dorcas. Father, we pray in the name of Jesus that your glorious power be upon them for your glory. We bless them with all your blessings. Wabariki, wajalie kuwa na watoto wa kike na wa kiume kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bariki uzao wa tumbo lao, bariki mfano wa falme maisha yao. Whatever they do, let it prosper for your glory, we pray. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye nguvu, Mungu mkuu, tunaweka mikononi mwako tukiamini na kushukuru katika jina la Yesu. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So come on, listen. Sasa usiende moja kwa moja, mje tu hapa mbele ili muone. Amen. Ukereni kwa bariki.